kwenye wanaume naomba tu mnitoe kwa sababu kaua hafu kafa. Na mimi binafsi mimi tukio la kuwa mimi naliogopa. Na ni bora tu mimi niite tu mwanamke lakini mimi naondoka. Lakini mimi nakwambia Walisia, siku zote mimi huwa naamini kabisa kwamba kunguru mwoga ndio pekee huwa anafanikiwa kuishi miaka mingi. Wewe unaona kama mimi labda mimi natania, lakini mimi sasa hizi nakwambia mimi naondoka. Sikia mwanangu. Sadiki, hakuna yenye mwanzo ambao alikosi mwisho. Haya hapa ni maisha ambayo ni challenge tu, kama challenge tu, umeona? Yaani unapitia saa hizi baadaye yanaisha, umeona? Sasa wewe ukisema kwamba unakimbia, kama nakimbia wewe nenda tu mwanangu. Mimi fresh tu, kama nakimbia wewe nenda, mimi nipo hapa. Utaenda utarudi utanikuta hapa. Umeona? Nakwambia tena narudia hii sentence. Kunguru mwoga siku zote huishi miaka mingi. Na mimi ninaamini wahenga zaidi kuliko nyinyi. Hususan nilikiangalia tatizo kubwa hivi. Kwa mfano, unaona mimi kwamba eti nijiingize kwenye mdomo wa mama hali ya kuwa najua kabisa nani mama yenyewe ni mzima. Mimi sasa sitaki matatizo. Kama mnabaki kukomaa kama wanaume, endeleeni kukomaa kama wanaume. Mimi kwa sasa hivi niite mwanamke. Niite tu mwanamke. Nishakubali mimi ni mwanamke, naondoka mimi. Nimefaulu kukutana na Efrat na nimemwelekeza kuwa haipaswi kuwa vile. Kwa hiyo sasa ni wewe tu mwanangu kupambania. Jasmine yupo kwa ajili yako pale. Achana na Lea. Kwa nini kila siku Lea na anakutesa? Achana naye. Unashindwa kunielewa mtu wangu. Sawa. Kwa sababu ni heri kupata kitu kwa shida ukapata kitu kilichokuwa bora zaidi kuliko kupata kitu kwa wepesi mwisho wa siku kaja akakuletea shida. Sijui kama unanielewa. Sasa kuna haja gani ya kumwaga maji na kujifanya una imani sana kwamba yatazoleka? Haipaswi kuwa hivyo. Kitu ambacho najua mimi napaswa kumpa muda Lea zaidi. Kwa sababu hamna kitu ambacho utakipata kiurahisi. Sasa ungesemaga toka mapema. Mimi napoteza muda kwa ajili yako. Alafu mwisho wa siku unaanza kuniletea maneno kama hayo mwanangu. Au umesha Lea akakubali nini? Niambie basi. Nisamee kama nitakuwa nimekukwaza. Nahitaji kujifunza kuwa na msimamo zaidi. Yaani unajifunza kuwa na msimamo alafu unakuwa na imani kabisa. Shenzi kabisa. Wewe ni ushamba. Tukali unamwachaje ule? Sasa ndugu yangu Zablon, mimi nimekuja hapa. Unajua mimi hapa nilipo hapa nina shida. Na tatizo ambalo limenifanya mimi nije hapa, mimi kutokana na hiyo shida ambayo imetokea, ilibidi tu nitoroke nikajificha kule. Lakini kitu ambacho nimekosea ni kwamba nimeshindwa kuwahi gari. Kwa hiyo ninaomba nijifiche hapa kwako ili kesho niondoke. Nilikuwa naomba tu msaada wako ndugu yangu, sababu kuna shida kubwa ambayo imejitokeza hapo. Ninakuomba msaada wako ndugu yangu. Sawa ndugu yangu Sadiki, nimekuelewa. Wewe ni ndugu yangu. Pia nilitamani kujua hiyo ni shida gani iliyotokea. Pia sitaki kuwa mdadisi sana. Wewe ni ndugu yangu, karibu sana ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu, lakini mimi pia siwezi kutoa siri hii kwa sababu kasema iwe siri. Na binafsi mimi nataka kulizungumzia hili ni kwamba hata yeye mwenyewe hakuua kwa kukusudia. Yaani kuua isingekuwa kirahisi kajikuta tu kaua. Kwa hiyo nilichokuwa ninakiomba hapo tu, kama alivyosema, inabidi iwe siri na itabaki kuwa siri kwa sababu kaua bila kutegemea. Alafu kitu kingine ambacho mimi nakizungumzia hapo ni kwamba Bakari yeye hakukosea. Yaani hakukusudia kabisa. Mimi naelewa kabisa Bakari hakukusudia kwa sababu kuua sio kitu rahisi. Kuua ni kitu kizito. Ni kweli kabisa. Unataka kusema Bakari kaua na kamua nani? Au ndo misemo ya kubeti? Kwani hujui kwamba Bakari kamua Jasmine? Yaani hapo ndo karibu kabisa. Yaani huyu ataenda jela. Na mimi ninavyojua sasa hivi, yani tukio lenyewe lilivyokuwa zito, yani huyu jela. Lakini kwa sababu ni siri, amesema tusiseme ni siri. Na naomba iwe siri kwa sababu hii ni siri. Na mimi sitakwambia chochote. Na siwezi kuzungumzia chochote kuhusu yeye, kinachoendelea kuhusu yeye kwa sababu hii ni siri.
Unaona bwana? Kwa hiyo ninaomba hii siri itabaki kuwa ya kwangu, na hii ni siri. Kwa nashukuru tu kwa sababu umekubali kunisaidia, lakini hii ni siri ambayo mimi siwezi kukuambia. Kumbe hiki ndio kinachoendelea. Kwa hiyo unataka kuniambia kuwa Jasmine haipo tena duniani? Yani ndo hivyo kwamba Jasmine hatupo naye tena. Yani na kitu ambacho mimi ninaogopa zaidi ni kama nilivyokuelekeza kwamba unajua nani, yani kwa mfano Jasmine la Bakari naye Bakari. Lakini najua huko utakuwa unanitafuta. Ninachokuomba kitu kimoja kwamba unishikie begi. Alafu ukishanishikia begi mimi nikaangalia watakuwa wananitafuta huko. Ninakuomba tafadhali nitarudi. Nani? Shikie begi nikatazame huko. Bakari. Vipi ndugu yangu? Unaona kama sikuelewi? Au huyo mshamba flati kasha kukela tena? Sema kama haukela, sema mwanangu kama haukela. Unajua nini mwanangu Shedi? Wewe unazingua sana. Yaani upo busy na mambo yangu. Mimi mwenyewe yani sipo nao busy kiasi hicho mwanangu. Yaani unabanana nayo kinoma yani. Yaani mpaka mimi mwenyewe sielewi una shida gani yani. Yaani kama vile mtu ambaye tayari yani nishakuweka ndani. Yaani kama vile mtu wangu yani usoje ile. Yaani mambo mengine yani mimi siyajui na nilishayasahau, lakini bado wewe upo nayo hivi. Unazingua kinoma wewe. Sasa mimi ni ndugu yako, lazima nijue ratiba yako vizuri, ni save na mambo yako yakae sawa. Sasa unavyonilaumu unakuwa unakosea, ila sijakuuliza hilo swali, nataka tu kujua kwa nini uko hivi, ndio uniambie. Sikiliza. Unazingua na unachosha sana mwanangu. Yaani unachosha sio siri. Laiti ungekuwa karibu na kikosi chetu, haya yote ungekuwa unajua wewe. Ila kwa sababu uko busy ufuate mambo ambayo yashapita yale ya kale, ndio maana mpaka sasa hivi ndio uko hivyo mwanangu. Unazingua. Mwanangu, mimi hapa nilipo, huu mguu wangu sio safi kabisa. Nimeharibu. Huko nilikotoka mwanangu, nimeua mimi. Usishtuke. Nimeua bahati mbaya. Mimi mwenyewe sikutegemea kama ingetokea hivyo. Ila ni kwa sababu nini? Yule mpuuzi Jasmine yule. Yaani yule sio muelewa. Yaani ni mpuuzi, yaani sielewi yaani kwa nini yaani niko naishi na yaani mimi sielewi. Yaani ni mpumbavu sana. Yaani ni crazy. Najaribu kumwelekeza, haelewi. Nikimwelekeza huku, aje huku, hataki. Namwelekeza ajaye huku, hataki. Na mimi nilikuwa na hasira sana mwanangu. Nikaamua kufanya maamuzi. Yapo maamuzi yenyewe nimefanya bahati mbaya na mimi sikutegemea. Ila sielewi mwanangu. Sasa kumbe nikatili kiasi hicho Bakari. Ila sio mbaya, lakini usingemuona mshamba flati baada ya kumuua Jasmine? Namchukia yule mshamba, namchukia. Tungemuua yule baada ya kumuua Jasmine, usingemuua Jasmine kwanza. Unajua mwanangu unazingua sana. Tena unazingua sio kidogo. Kwa sababu nini? Wewe unazingua. Yaani unazingua mpaka unapitiliza kwenye kuzingua. Yaani nakela. Nisikilize vizuri mwanangu. Mimi kama nilivyokuambia, sijaua makusudi. Nimeua tu bahati mbaya. Nimejikuta tu nimefanya hicho kitu. Na kama nilivyokuelekeza mkanda mzima, na wewe mwenyewe unaelewa jinsi alivyokuwa na zingole dogo janja. Sasa mimi ningefanya nini? Hata kama ungekuwa ni wewe, najua ungefanya hivyo hivyo. Kwa sababu najua ingekuwa inakuuma brother. Ingekuwa inakuuma na mimi imeniuma, imenifika mpaka hapa kwa koo. Oya. Sasa sikiliza kitu kimoja. Tusiongee sana tukamaliza muda wa serikali. Cha msingi sasa hivi ambacho inabidi sisi tufanye kwa sasa hivi hapa. Sawa? Baadaye tukutane Mti Maua na wale washikaji wetu wengine wote nimeshawaelekezea mkanda mzima jinsi ilivyo, tukafute ushahidi. Au unasemaje mwanangu? Fresh, tusipoteze muda mwanangu, poa. Ila usichanganyikiwe baba, tunakutegemea.
Bakari. Wewe. Yaani afadhali nilipokutana na wewe. Kuna kitu mimi naomba kujua. Naomba unisaidie. Afu au Sadiki ana upungufu wa akili, lakini hapana. Bakari, naomba unisaidie kitu. Tafadhali naomba unisaidie kitu. Yaani haijalishi si nisemaje, haijalishi kuna nini kinaendelea. Mimi nitakuwa upande wako. Naomba niambie ukweli. Tafadhali. Mimi hapa nimekusimamisha. Na hata nisingekukuta hapa nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Naomba kujua Yasmini yuko wapi? Naomba kujua. Mimi kuna maneno unajua nimesikia afu sielewi. Naomba niambie kwa nani, niambie huyo nani yuko wapi Yasmini? Nakuomba tafadhali. Niambie. Hivi mwanangu, huyo Yasmini ni nani? Ni kuku au ndo salamu ya siku hizi? Alafu achuje mimi wa Tanzania unavyoanza lazima uanze na salamu bwana. Bakari. Hebu sikia bana. Mimi mzako kwa sasa hizi yani nipo kama nimechanganyikiwa, nisamee tu ndugu yangu. Lakini nilikuwa naomba kujua Yasmini yuko wapi. Yaani hicho ndio kilichokuwa kinarudi kwenye kichwa changu. Na nilivyokuona ndo kabisa nikasahau hata kusalimia. Kwa naomba unisamee. Ila hebu nielekeze Yasmini yuko wapi. Na usinifiche kitu, usiogope. Mimi sitakuchoma. Umeona? Kwa mimi Yasmini ndo waga na kuwa naye. Kama anavyoenda huku niwe naye, akirudi huku niwe naye, sio akifanya kitu gani nipo naye mgongoni, si ndio maana yake? Oya. Jishikilie mwana. Jishikilie tena, afu mimi wakasipendi dharau. Hizo hapo unazoleta hizo dharau mwanangu. Bana hebu nisikilize kitu kimoja. Mimi mbona nimeongea kwa amani tu? Nimeuliza tu kawaida. Unajua jinsi unavyojibu hivyo kwa hasira hizo unanipa mashaka kidogo. Umeona? Kuna haja gani ya kuletana maneno ya ugomvi? Mbona mimi naongea kwa amani tu, afu ni swali ambalo linaeleweka kwamba Yasmini yupo kuchota maji au yupo nyumbani au kaenda kwa mdogo wake wapi au yuko wapi? Ni kitu rahisi tu. Tafadhali naomba uniambie. Wewe unavyokuwa mkali hivi unanipa mashaka kabisa, kwa sababu maneno ambayo mimi nasikia kwa Sadiki ndio ananichanganya na nivuruga kabisa, nakwambia. Hebu niambie bana, Yasmini yuko wapi? Na hata kama kuna lolote bali limetokea, nitakuwa upande wako, mimi nakuhakikishia. Mimi nitakuwa upande wako, nitakutetea. Wewe niambie tu Yasmini yuko wapi? Nakuomba. Wakati anachoongea kinaeleweka blaza, au unataka niongee kitu gani? Niongee Kichina, Kijapani au niongee Kihindi? Maana ueleweki mjomba, yani naongea kistaarabu kabisa, lakini naona kama uelewi. Masikio yako yameziba au ni nini? Sasa Bakari hii mbona inaeleweka tu Bakari, kwamba wewe ujibu tu hivi eleweke basi. Bakari, au kwa vile mimi mgomvi wenu labda. Labda mimi kwa kuwa labda mmeniwenga kwenye kikundi kenu ndio maana unanifanyia hivi. Tafadhali bana, mimi naomba kujua Yasmini yuko wapi? Hebu nisaidie mimi bana, nakuomba. Wewe niambie tu Yasmini yuko wapi? Basi ni hicho tu ninachotaka mimi kujua. Umeona? Iko hivyo. Tafadhali. Naomba nielekeze. Kweli tena mimi nitakuwa upande wako. Swala la upande achana nalo kabisa, sawa? Swala la upande achana nalo. Kwa sababu mimi najua ninachokifanya. Mimi ni mtu mzima, najielewa. Kwa hiyo kwa masuala ya upande sije kumtegemea mtu kwenye maisha yangu, unanielewa? Kwa hiyo wewe sasa ninachokuomba sasa hivi, wewe jaribu kufuatilia mambo yako. Hakikisha hapo ulipo mwanangu ni umaskini umekuja, lakini unafuatia mambo yangu, unafuatia mara huku. Blaza, jitahidi kujiheshimu kama unavyokuheshimu. Usinifanye nikafanya kitu ambacho wanakijiji hapa mtaani wote wakanishangaa. Wakaona mimi mbaya, mimi sifai kwa ajili ya ujinga wako. Tafadhali. Alafu kingine, mimi nina kazi nyingi za kufanya. Usione mimi nilivyosimama na mimi na wewe hapa, ukaja wewe sina kazi za kufanya. Hapa penyewe ni kwenda shambani, kuendelea na majukumu yangu. Kwa tafadhali tafuta chaka la kufanya huu ujinga wako. Kwa hiyo mimi sasa hivi naondoka. Pumbavu. Bwana. Au kaua huyu. Unaweza kuona kaua kweli. Mbona kama mkali? Oya, nisikilize Abduli. Nimekuita mkuku hapa, nilikuwa na shida na wewe. Nyumbani kule nimemwacha Sadiki kalala. Na jinsi ninavyoonekana, bwana Sadiki kaua. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba ndugu yangu, twende tukamkamate. Mbona hebu sikuelewi, unaniletea stori za kiwaki. Mbona kama sikuelewi? Hai Sadiki kaua nini labda? Alikuwa ndani kaua mende? Au alikuwa na barabara anatembea kakanyaga sisimizi? Au nyumbani kwao wamechinja kuku leo, ameua kuku. Kwamba tukanye supu au? Sikuelewi. Hebu nyoosha maelezo yako. Yaani
Umesema yupo kwako. Kama umeshtuka kuhusu begi, jana aliniambia ataenda mjini, amepata mchongo. Nadhani ipo hivyo. Kaka, yule kaua. Maana simuelewi kabisa. Mara sijui jela, mara sijui Bakari. Yaani kifupi simuelewi, na ndio maana nimekuja tuende tukamkamate kaka. Achana naye. Afu ghafla sana kawa kama kichaa. Hebu nenda nyumbani, mimi nitakuja tumshike. Sawa, sasa fanya kweli. Mimi nishamfungia kwa nje. Najua nitamkuta. Fresh bro, tangulia. Mimi nakuja, ngoja nipitie pengo. Maki naona umeshanipa kitengo cha polisi. Sawa, nimekuelewa. Jitahidi wahi kufika. Maana mwenyewe nilivizia tu muda ambao naenda mtoni kwa ajili ya kuhamisha maji. Nikaamua nipitie kwako. Kwa hiyo nakuomba ndugu yangu, jitahidi kuwahi kufika.